My name is Francis Odongo Asewe. Mimi ndio kijana mkubwa ya Eli Odoyo Nyachieo mwenye alipatikana akiwa amekufa kwa kanisa ya St. Joseph's Missions of Messiah in Africa kule Rongo. Huyo alikuwa babangu mzazi. Tulikaa na yeye wakati wa kuzaliwa kwangu mpaka nikafikisha miaka 8, ambapo tulitoka nyumbani tukaenda Kisumu, sehemu ambapo tulikuwa tunaishi kule Manyata. Baadaye akaniambia, mtoto wangu, mama amejitenga na mimi kwa sababu nimekuwa muamini wa kanisa ya St. Joseph Missions of Messiah in Africa. Sasa kwangu mimi siwezi kaa naye kwa sahi kwa sababu ameamua kujitenga, ako kivyake. Sasa nyinyi kama watoto wangu, nilikuwa nataka tuende nyumbani. Na baba hakuniambia nyumbani ni wapi. Lakini wakati tulipanda gari alituambia tunaenda nyumbani direct. Lakini alitufikisha kanisa ya St. Joseph Missions of Messiah in Africa. Ilikuwa mwaka wa 2006. Kwa mwaka wa 2006 ambapo tulifika kanisa ya St. Joseph Missions of Messiah in Africa. Sasa tulipokaa hapo miezi kama miwili hivi, tulimuuliza baba, na sasa mbona hatuendi nyumbani na ulituambia tunaenda nyumbani? Shida imekuwa wapi? Lakini ile kitu alituelezea, alituambia hivi, hapa ndio nyumbani, hakuna nyumbani pengine tena. Na tulimuuliza sasa maneno ya shule itakuwa aje? Akatuambia maneno ya shule tutaona, tutaangalia baadaye, lakini sio kwa sasa hivi. Tulikaa muda wa tena mwaka moja. Ndipo mkubwa wa kanisa ya St. Joseph Missions of Messiah akatuita. Mimi Francis Odongo na dadangu mkubwa Jacinta Achieng. Akatuliza, na mnataka kuenda shule ama mnatakaje? Mimi kwangu nilimwambia mimi kama mnaweza nipeleka shule itakuwa sawa. Jacinta pia alisema anaweza rudi shule. Na mkubwa wa kanisa alikubali. Akapigia babangu mzazi. By that time babangu mzazi hakuwa karibu, alikuwa Kisumu kwa branch ya hii kanisa ya St. Joseph Missions of Messiah in Africa. Akaambia baba, watoto wamekubali kuenda shule na tumeona hiyo iko sawa. Ndipo nilitolewa hapo nikapelekwa shule ya St. Paul's Hillview Preparatory kule Odienya. Jacinta naye alipelekwa shule ya Opapo Primary School, ambapo sasa aliendeleza masomo yake mpaka akafanya class 8. Mimi pia nikasoma St. Paul's Hillview, nikafika class 6, nikakuwa transferred to Opapo Primary School, nikafanya class 8 hapo, nikapelekwa Winyo, ambapo pia Jacinta pia alipelekwa hapo Winyo baada ya kumaliza class 8. Tukasoma, Jacinta akamaliza form 4, akarudi kanisani. Mimi pia nikafika form 2. Sasa baadaye walimu walikuwa wananiambia, mbona Jacinta kuji kuchukua certificate yake na alipita vizuri. Alikuwa na C-, grade ya C-. Nikamwambia Jacinta, sijui mambo yake juu nilimuuliza, akaniambia mambo ya certificate achana nayo kwanza. Vile tuliingia kanisa ya St. Joseph Missions of Messiah, tulipelekwa na baba. Hatukuwa tunajua chochote, masharti ya kanisa hatukuwa tunajua, lakini kwake yeye alikuwa ameambiwa masharti ya kanisa, church doctrines, alikuwa ameambiwa. Sasa atmosphere ya kanisa haikuwa ile mzuri sana, lakini sasa tulikuwa tunaambiwa ni kuvumilia, hali ya kanisa ni kuvumilia. Sasa teachings ya kanisa ilikuwa hivi. Walikuwa wanatuambia sisi kama waamini wa kanisa ya St. Joseph Missions of Messiah in Africa, ukigonjeka hakuna kwenda hospitali. Ukipata kama accident hakuna kupeleka hospitali, ukikufa hakuna kwenda mochari. Ni kukaa hapo na kuombewa. Ukikufa hapo ni kuzikwa hapo hapo. Hakuna mambo ya kuzikwa kwa sanduku, nothing like that. Na sasa walikuwa wanatuambia kama tumesha kuchukua oath ya kuishi kanisani, ukitoka there are some of the penalties you will face, some of the consequences ni lazima ungeface in your life, in your entire life. Consequences that you Such consequences were like death, thunderstorm, a lot of sickness, things like that. Yeah. So kwangu mimi atmosphere haikuwa sawa kabisa. Ndio maana hata niliamua kujitenga na hiyo kanisa ya St. Joseph Missions of Messiah. Nikajiondoa. Kwa sababu hiyo kanisa ukikaa hapo, there's no future. Let me tell you the truth. There's no future there. Because hata kama umemaliza form 4, utaambiwa there's no school ahead. Hakuna kwenda college, hakuna kwenda course yoyote. Ni kukaa hapo kanisani na kuomba Mungu.
eh, Okay. something like that. Okay. How did your involvement with the church? Yeah. How did your involvement with the church depends over time? Ilikuwa aje wenye ulikaa hapo? Ni kama kuna ile mambo ya mazoea, ulikuwa ulianza kuzoea ukasema wacha tuvumilie tu? Sasa hapa kanisani tulikuwa tunavumilia kwa sababu baba mzazi alikuwa anakujanga, lakini hakuwa anakaa na sisi kanisani juu alikuwa kanisa ya Kisumu, ni branch ya hii kanisa ya Rongo hapa. Yeye alikuwa anakaa Kisumu. Sasa wakati alikuwa anarudi, alikuwa anatuita kama watoto wake, anakaa na sisi chini, anatuambia watu wa nyumbani si watu wazuri. Sasa mimi nimewaleta hapa, mtu asikuje kunililia, nimewaleta hapa mkae hapa, ndio sasa kuna mambo ya Mungu na mvumilie, mkae hapa kwa sababu hapa hatuoni shida yoyote, hakuna kazi ngumu yenye watu wanafanya hapa, ni kukaa tu na kukula na kuomba, kitu kama hiyo. Yeah. Na wewe ulichukua namna gani venye ulikuwa unaambiwa? Ni kama wewe ulikuwa mtoto? Na Sasa kwangu mimi tuliingia tukiwa watoto, lakini vile tulikuwa tunakuwa, akili yangu sasa ikabadilika, ikachange. Nikaamua sasa hapa hakuna future, nikaona hapa hakuna future kabisa. Nikaamua sasa kupiga mahesabu yangu, kwa sababu nilikuwa na course nilikuwa nataka nisomee ya mechanical engineering. Nikasema sasa nikikaa hapa, nikizidi kukaa hapa, hii sasa ambition yangu itafail kabisa. Sita fulfill hii ambition yangu. Lakini environment haikuwa ile sawa kabisa. Kwa sababu saa zingine chakula inakosekana, watu wanaweza lala njaa, kesho yake mnapata chakula lakini ile kidogo, na ni kuvumilia tu, something like that. okay, kwa kanisa je, pale kila muumini pale, what are expected from each of each member? Ilikuwa inatakana each member lazima afuate, lazima afanye, na maisha ilikuwa ile siku ukiamka unafanya nini? Tueleze tu, just take us through. Sasa hapo kanisani kila mtu alikuwa na kazi yake ya kufanya. Akiamka asubuhi, kila mtu alikuwa na department yake ya kufanya kazi. Kuna mchunga ng'ombe, kuna mwenye anafagia, mwenye anaenda kishagi, kila mtu alikuwa na kazi yake. Lakini sasa ukiamka asubuhi, saa 3 ni maombi. Ilikuwa tu maombi saa 3, ikifika saa 6 ni maombi. Ikifika saa 9 tena ni maombi. Ikifika saa 12 ni maombi tena. Hivyo tena saa 3 usiku ilikuwa ni mambo tu ya maombi. Na tulikuwa tunafundishwa mambo ya Injili. Tulikuwa tunafundishwa mambo ya Injili. Sasa Injili naye ilikuwa tu Injili tu ya Mungu. Hatukuwahi fundishwa Injili nyingine mbaya, lakini tulikuwa tunaambiwa ukishakaa hapo unatengana na watu ya nyumbani na relatives. Lakini sasa huyu baba mwenye tulikuwa naye hapa, huyu mwenye sasa aliaga, ndio sasa tungeweza kuongea na yeye, lakini watu ya nyumbani hatukuruhusiwa hata kuwapigia simu, hata kuongea nao. Tulikuwa tunaambia hao ni wakafiri, hao ni watu wabaya kabisa. Na tukiungana na hao wanaweza kutuua, si watu wazuri. Sasa tutengane na hao, sisi tukae hapa kanisani. Kuna kile nilikuwa naambia kwamba ukishaingia pale unafunzwa ukikufa kwa kivita, ukikufa wapi unaenda mbinguni. Kitu kama hiyo. Kitu gani? Sasa tulikuwa tunaambiwa ukikufa ukiwa hapo kanisani, tuseme ukufe kwa vita ama ugonjeke na ukufe hapo, utakuwa unaenda mbinguni. Lakini ukigonjeka hapo, watu wa nyumbani wakuja wakuchukua kupeleke hospitalini, hapo sasa utaenda jehanamu direct, hapo hakuna mbinguni. Kitu kama hiyo sasa. Na hii vita. Sasa mambo ya vita pia walikuwa wanaambiwa ukikufa kwa vita unaenda mbinguni. Ndio maana hata babangu huyu mzazi alikufa kwa vita. Wakati sasa watu wa Kamagambo wali invade kanisa, aliingilia vita kwa sababu ile mafunzo yenye alipata. Ati akikufa kwa vita hapo anaenda mbinguni direct. Na ile chaos, hizo chaos ndio nilikuwa nasema kwamba ukiwa involved kwa chaos hiyo pia wewe ni mtu muhimu sana. Kabisa. Sasa ukiwa involved kwa such chaos na upigwe ama uwawe ama ugonjeke ukufe, au walikuwa nasema sasa umekufa kama Christian martyr, hapo sasa unaenda mbinguni. Hapo sasa hakuna kesi yoyote. Na ukikimbia vita ikiwapata na ukimbie utoke uende nje, hautaruhusiwa tena kurudi hapa ndani kanisani. Hapo sasa wanakufukuza tena, wewe hautakuwa miongoni mwao ya waumini wa kanisa. Okay, can you just describe the typical day within the church compound? What did kila siku ukiamka unafanya nini? Sasa sisi tukiamka asubuhi, nilisema ya kwamba tukiamka asubuhi ni maombi tu. Watu walikuwa naomba, kama kuna kazi yenye ulipatiwa ya kufanya,
unaamka na unafanya ile kazi yako ukiongojea chakula. Chakula ikiwa unangojea chakula, unakuja mnaitwa, mnaenda mnakula. Chakula ikikosekana pia inakuwa hivyo. Lakini tukiamka asubuhi ni kuomba, kila mtu anafanya kazi yake na mnaitwa, mnafundishwa doctrines za kanisa. Kanisa ilikuwa na doctrines. Okay. Yeah. Na kuna kitu ambacho uliona hapo ndani ambapo haikuwa inakufurahisha? Sasa ile kitu yenye haikuwa inanifurahisha ni hivi. Mtu akikufa haikuwa inatakikana mtu yeyote ya nyumbani ajue. Na watu walikuwa wanakufa na wanazikwa hapo hapo tu. Hakuna mtu ya nyumbani mwenye alikuwa anafahamishwa kumbe kwamba kuna mtu amekufa hapa kanisani. Alikuwa anazikwa tu na kuna kuzikwa na sanduku. Sasa unajua sisi wakati tulikuwa wadogo tulikuwa tunaogopa sana, tunajiuliza hii ni maisha gani? Mtu akikufa anabebwa tu na kuzikwa. Hawezi maliza 24 hours. Sasa tulikuwa tunaogopa kabisa. Hata Jacinda huyu dada yangu alikuwa anaogopa. Hata alikuwa anakuja na ananiambia, Frank, hii ni maisha gani? Hii maisha ni mabaya. Watu wanakufa tu hivi na wanazikwa. Hii ni shida kabisa. Hii si kitu mzuri. Tulikuwa tunaogopa vitu kama hizo. Na ukazoea tena. Tukakuja tukazoea sasa kwa sababu tulikuwa tunafundishwa ati huyu mtu mwenye amekufa ameenda mbinguni direct. Sasa nyinyi msiwe na wasiwasi. Huyu mtu ameenda mbinguni. Na tena kuna mtu ameota ati amelakiwa na malaika wa mbinguni. Wamemlaki kabisa kwa furaha na nderemo. Walikuwa wanatuambia. Wanasema yule mwanzilishi wa kanisa hilo alikuwa Mungu. Ndio, hata sisi wakati tuliingia tulikuwa tunajua huyu sasa ni Mungu kabisa. Tulikuwa tunajua tumepata Mungu. Hata babangu mzazi alikuwa anatuambia hapa sasa tumepata Mungu. Hakuna kanisa ingine yenye watu wanaomba Mungu kuliko hii yetu hapa alikuwa anatuambia kitu kama hiyo. Na tunaambiwa kwamba watu walikuwa wakikutana yeye wanapiga magoti. Hiyo ndio kitu iko. Watu ukikutana akipita hivi mkiwa mmekaa keti hapo chini lazima upige magoti na uiname na uombe kwanza. Haitakikani akipita hivi ukae chini ama usimame. Hiyo ilikuwa kama heshima yake. Na hapo pia watu hawako wanakubaliwa wavae viatu ama slippers wakiwa ndani. Lakini yeye sasa vile alikuwa sasa mkubwa, yeye alikuwa anaruhusiwa anavaa slippers, anavaa open shoes. Na tunaambiwa kwamba kulikuwa na unyanyasaji kimapenzi pale. Je, ni kweli kwamba kulikuwa na unyanyasaji wa mapenzi, dhuluma kimapenzi, sexual harassment? Sexual harassment naye sikuwahi sikia, lakini haikuwa inakubalika mtu awe na mpenzi yake hapo kanisani. Hata ukikuja na bibi yako mnatengana kabisa, hamkai pamoja na bibi yako, na mkipatikana mnakaa pamoja mnafukuzwa kabisa. Tena mnaambiwa nyinyi mkikufa mnaenda jehanamu kwa sababu mnaharibu sheria ya kanisa. Na yeye alikuwa anakaa na wanawake. Lakini sasa yeye naye mwenyewe kuna wanawake wenye walikuwa wanakaa karibu na yeye, wenye walikuwa wanabeba vikombe zake, wanabeba handkerchief, si mwanaume, walikuwa tu wanawake ndio walikuwa na mfuata nyuma, walikuwa nakaa na yeye pamoja. Kama so kenye hii mambo ya inasemekana alikuwa na maybe hii mambo ya mapenzi alikuwa wao ndio walikuwa kama wake ama hiyo nayo najua. Mimi vile nilikuwa hapo kanisani kuna siri zingine nilitoka hapo kama sikuwa nimejua, lakini watu walikuwa nasema hivyo, lakini mimi siri kama hiyo sikuwa nimejua mpaka nitoke hapo kanisa. Okay. Na pengine swali lingine hapa ni tunapenda kujua what were the rules, what were the living conditions there? Living conditions there zilikuwa kama ukiingia kwa gate lazima upige magoti ndio uingie. Usipopiga magoti utakuwa umeharibu sheria ya kanisa. Ikifika saa 3 ni kuomba. Usipojiunga na wenzako kwenda kuomba utakuwa umefanya kosa kubwa kabisa. Na sasa tena rules yenye walikuwa nayo, walikuwa nasema kuna kutusiana kanisa. Walikuwa tu na rules tu nzuri. Rules zao hazikuwa mbaya. Walikuwa tu na sheria tu mzuri yenye ilikuwa na linda watu ya kanisa. Wewe ulikuwa pale ndani, ulipewa jina gani? Mimi sasa niliingia hapo kanisa nikiwa naitwa Evans Odoyo. Lakini wakati niliingia niliambiwa hapo sasa ukishaingia au tumii ile jina yenye ulikuwa nayo mwanzoni. Sasa unabatizwa jina mpya. Sasa mimi nilikuwa Evans Odoyo. Sasa wakati niliingia hapa nilipatiwa jina kama Francis Odongo. Odongo ilibaki kitu Odongo. Lakini sasa nilikuwa sasa Odongo Asewe, si Odoyo sasa huyu baba.
Jacinta alikuwa Fanny Achieng' Odoyo, lakini wakati aliingia akabadilishiwa jina akakuwa Jacinta. Hiyo ndio iko kwa certificate, kwa birth certificate na ID. Okay. Haitakikani utumie jina ya mzazi. Yeah. Can you just shed light of the church beliefs about well, before that, can you just describe prayers meeting or religious ceremonies zilikuwa namna gani? Religious ceremonies zilikuwa prayers meetings zilikuwa aje, the end ceremony? Sasa prayers meeting hazikuwa mbaya, zilikuwa tu sawa juu walikuwa na wakubwa wenye walikuwa wanaongoza sasa dini. Wakati mkubwa ya kanisa alikuwa ameaga dunia, kuna wale ambao waliachwa waongeze kanisa. Hao walikuwa wanaongoza tu maombi tu vizuri, watu walikuwa naomba tu vizuri. Lakini sasa vile mkubwa ya kanisa alikuwa ameaga, kuna wenye sasa walikuwa wameanza kuwa na tabia mbaya, mambo ya umalaya, vitu kama hizo, walikuwa wameingia kwa raha ya dunia. Lakini wengi wao walikuwa wanapigwa, wanafukuzwa. Kuna wengi wao wenye walikuwa wamepigwa, wanafukuzwa. Wanawake ama wanaume? Wanaume pamoja na wanawake. Hata kuna wakati kuna wanawake walikuwa wanashika mimba, wanazaa hapo kanisani, lakini baadaye walikuwa wanapigwa, wanafukuzwa, lakini watoto walikuwa wanabaki kanisani hapo hapo. Mpaka hata siku ya leo kuna watoto ambao wako kanisani ambao hawana wazazi mpaka siku ya leo. Na ceremonies zilikuwaje? Ceremonies zilikuwa tu sawa. Juu unajua hii kanisa ilikuwa na some branches, sio hii pekee. Ilikuwa na some branches, like 3 branches. Sasa kwa hizi branches kulikuwa na tena washiriki, lakini ni hawa tu wa hii kanisa, the same church. Kulikuwa na washiriki kwa those branches. Sasa wakati ya ceremonies watu wote walikuwa wanakuja kugather pamoja, na wakiwa na pesa walikuwa wanachinja ng'ombe, wanachinja kondoo, na walikuwa wanasherehekea tu vizuri, haikuwa na tatizo lolote. What were the likes hapo vitu zenye Ghana wanapenda sana ukifanya? Sasa au waamini wa kanisa ile kitu walikuwa wanapenda mtu akifanya. So hao kuna wenye walikuwa naomba, walikuwa nasali, lakini wanatoka nje, wako na maboma zao, wanakuja wanasali, wakiwa wanarudi maboma zao. Sasa wakiwa wameleta gifts kutoka nyumbani, wameleta mahindi, wameleta kama maragwe, wamenunua kama kondoo ya kuchinja kwa wakati ya ceremonies, walikuwa wanasifiwa sana. Na tena watu wa kanisa walikuwa wanapenda vitu kama hizo sana, walikuwa wanasifiwa kabisa, na tena walikuwa wanakuwa promoted. Walikuwa wanakuwa promoted. Please tell us the structure. What is the leadership structure? Sasa leadership structure iko hivi. Kwa sasa hivi wakati mkubwa alikuwa amekufa, kuna wenye waliachwa. Akiwa leadership structure ilikuwa tu sawa, haikuwa ile mbaya. Ulikuwa na nani? Sasa hapo haikuwa na leadership program yote ati kuna mkubwa, kuna mwenye anafuata mkubwa. Yeye alikuwa tu mkubwa hapo kivyake. Hakuna mtu alikuwa anamfuata hivyo hivyo. Lakini kuna waamini ambao waliingia kwa hiyo kanisa kitambo sana. Sasa hao kuna vile walipatiwa ranks, lakini si ati ni mkubwa, alipatiwa tu ranks. Juu ukiangalia makanzu zenye wanavaa, kuna mtu ako na pete moja, kuna mtu ako na pete 2, kuna mtu ako na pete 3. Inalingana na faith that you have in the church. Yeah, kama hiyo. Na pengine nini, what was the maybe somebody who was the ringleader of the church? Sasa ringleader ya kanisa alikuwa tu huyo mkubwa mwenye alikuwa amekufa. Hakuna ringleader yoyote. Lakini wakati alikufa kuna wenye walichaguliwa kukuwa ma ringleaders ya kanisa. Kuna wazee wenye walikuwa wamechaguliwa kuongoza sasa kanisa baada ya mkubwa kukufa. Lakini before akufe, yeye ndiye alikuwa kama ringleader. Yeye ndiye alikuwa anaongoza maombi, alikuwa anaongoza kila kitu. Pengine kuna wakati ulikuwa pale, kuna kitu ikatendeka, you were just not comfortable, even other members were not comfortable, but you just said let's just persevere. Ni nini ilifanyika hapo mpaka uliogopa? Sasa ile kitu ilifanya niogope, kukuwa mgonjwa, upelekwe hospitali, unakufa. Baadaye walikuwa wanatufundisha ya kwamba au wenye wanaenda shule au watakosa kuona ufalme wa mbinguni. Sasa nikasema kama kuenda shule inaweza fanya nikose ufalme wa mbinguni, hii ni maisha gani? Ndio maana sasa unapata kama wengi wao hawaendi shule. Hata Jacinta huyu dada yangu alifanya form 4 lakini haku proceed, amekaa tu hapo hapo. Hata mimi nilienda nikamuongelesha, nikamuuliza, na sasa mbona unaharibu future yako? Nikamwambia mimi siwezi haribu future mimi kivyangu kama Francis. Siwezi haribu future yangu. Mimi lazima nitoke na niende nitafute future nje. Hata kama nitaenda kwa watu ya nyumbani, kwa mandugu za baba,
niende nitafute future, kwa sababu siwezi kaa hapa. Nimesoma, nimemaliza shule, nimepita vizuri, lakini hakuna progress yoyote, utakaa tu hapa hapa. Sasa nilikuja nikaogopa kitu kama hiyo, nikasema hapa sasa sitakuwa na future. Na there's something yenye ilikuja tena kwa akili yangu, nikasema baba alikuwa anatuambia anataka kuuza shamba, unaona, alikuwa anataka auze shamba ya nyumbani. Tukamuuliza, na sasa wakati unauza shamba ya nyumbani, mimi kivyangu sitakaa hapa kanisani milele na milele, nitatoka nirudi nyumbani, nitaenda niishi wapi? Lakini aliniambia, sasa kama wewe unataka kutengana na mambo ya kanisa, hatukutaki, wewe umekuwa mkafiri, wewe ondoka tu uende. Babako alikufukuza? Alinifukuza, aliniambia wewe sasa uende. Nikatoka, nikaenda nikapotea kidogo, lakini baadaye walikuja wakanitafuta, wakanipata, ndio wakanipeleka kwa kazini yangu Migori. Lakini hebu tueleze, kuna kitu ambacho uliona pale, you were just troubled, yani haukuwa na nani? Sasa unajua huko hakukuwa na freedom yoyote. Ukiwa mwanafunzi hakukuwa na freedom yoyote, maybe like sports, things like that. Watu hawakuwa na freedom. Kwanza watoto hawakuwa na freedom yoyote, kwa sababu hata mkubwa wakati alikuwa hapo, kuna wakati mtoto anaweza fanya kosa tu kidogo. Unajua ukiwa mtoto kuna kosa yenye mtoto anaweza fanya, lakini watu walikuwa wanachapwa, tulikuwa tunachapwa, tulikuwa tunatwangwa kabisa kabisa. Siwezi sema uongo, watoto walikuwa wanachapwa. Uwe mdogo ni safi environment, siwezi sema ni safi vile, kwa sababu hata wakati nilitoka environment, kama tusema environment ya choo haikuwa sawa sana. Alafu sasa kulikuwa na makaburi ziko mingi. Ulishuhudia watu wangapi wamezikwa pale? Sasa wakati nilikuwa kanisani hapo, kuna wenye walikuwa wanakufa wakizikwa tukiona. Ni watu wengi, si mtu mmoja, si watu wawili, si watu watatu, ni watu wengi. Mpaka hata wazee, kuna wazee walikuwa wamezeeka, wanakufa na wanazikwa. Ni watu wengi. Hata sisi tulikuwa tunaogopa kabisa, tunasema sasa ukipita sehemu ya kaburi, ukiangalia kaburi hivi, hata unaogopa, unashtuka. Nini sasa? Tulikuwa tunaogopa kabisa. Na watu wa nje hawako wanajua kwamba watu wanazikwa, mtu amekufa? Watu wa nje hawako wanajua, kwa sababu watu hawako wanakubaliwa kuleak any message. Kwamba kuna mtu amekufa hapa kanisani, amezikwa. Hatukuwa tunakubaliwa. Na ukipatikana umeleak message ati kuna mtu amekufa, amezikwa hapa, unafukuzwa. Na watu walikuwa wanazikwa hapa juu ama huko chini? Hapana, watu walikuwa wanazikwa tu chini, ukielekea sehemu ya gate huko. Watu walikuwa wanazikwa. Kuna makaburi mingi huko. Kuna makaburi mingi ya kitambo. Hata before to join hiyo kanisa, kuna wenye walikuwa wamekufa before hata to join hii kanisa, walikuwa wamezikwa hapo. Sasa unapata kuna makaburi, watu walikuwa wanaweka tu juu ya wenye walishazikwa kitambo. Sasa kaburi ilikuwa imejaa. Kama watoto mlikuwa mnaruhusiwa kuenda pale kuona wenye watu wanazikwa? Sasa kila mtu alikuwa anaruhusiwa kuenda. Watu walikuwa wanaruhusiwa kuenda, mnaona vile mzee anazikwa. Lakini hakukuwa na sanduku, nilikwambia hakuna sanduku. Ilikuwa nafunikwa tu na manguo, wanachimba shimo. Shimo inachimbwa tu usiku. Alafu asubuhi mtu anazikwa, mambo yake yanakamilika. Shed some light on the church beliefs and about the death and burial. Sasa about the death and burial, walikuwa wanaamini kwamba mtu mwenye amekufa hapo kanisani, akazikwa hapo kanisani, atakuwa ameenda mbinguni direct. Na hakukuwa na burial ceremony kama huku nje. Huku hakunanga burial ceremony. Mtu akikufa, watu wako tu sawa, hata watu washughuliki. Kuna wenye wanaimba, kuna wenye wanapika tu, kila mtu ako kwa shughuli yake. Mwenye ako kwa kazi yake ako tu kwa kazi yake, na mwenzao anazikwa, hakuna mtu anashughulikia. Unapata kama some 10 to 15 people ndio wanashughulikia mambo ya mazishi, lakini watu wengine wako tu sawa, tena wako hawaogopi mambo ya kifo. Mtu akikufa hawaogopi, wamechukulia kama ni kitu tu normal. Lakini hakuna burial ceremony. Mtu akikufa 24 hours unachimbiwa kaburi, unazikwa, mambo yake yanakamilika hivyo. Lakini sasa hapo kanisani walikuwa wanaamini ya kwamba ukikufa na watu wa nyumbani wakuje wakuchukua wakupeleke nyumbani, wanaachana na mambo yako. Sasa hapo utakuwa umeenda jehanamu au utakuwa umeenda mbinguni. Mbona walikuwa wanachukia mambo ya kwenda hospitalini kutibiwa? Sasa najua kulingana na doctrines ya kanisa ya St. Joseph Missions of Mercy in Africa, walikuwa nakubali watu waende hospitalini. Hawako wanakubali mambo ya kwenda hospitali, hakuna hapo. Ni kugonjeka, unaombewa, unapatiwa hii maji ya uzima, hii holy water. Unapatiwa, unaombewa, kama unaweza pona iko tu sawa. Ukikufa pia ni hivyo.
Na walikuwa nasema ni kwa nini watu hawapeleki hospitalini? Sasa unajua hata mkubwa yeye kanisa hakuwa anaenda hospitalini, na walikuwa na tulikuwa tunaambiwa, sasa sijui kama ilikuwa ukweli, walikuwa wanatuambia ati hii madawa yenye watu wanatumia ni mamwili za watu wale wenye wamekufa. Wakati huo tulikuwa wadogo, walikuwa wanatuambia hii madawa ni mamwili za watu, ndio watu wanapatiwa. Ukiwa mgonjwa unapatiwa mwili ya mtu unameza, lakini baadaye unaweza pona, lakini ina introduce tena another sickness kitu kama hiyo. Angalia tu hapo. So watu wako wanaogopa, wewe ukienda unatibiwa, kila mtu anafanya vitu vyake. Sasa hapo mambo ya hospitali nayo haikuwa na hata ukigonjeka hawako wanaogopa, walikuwa wanaomba tu Mungu, wanakupeleka msalabani hapo, unaombewa, kama unaweza pona unakuwa tu sawa, kama utakuwa umekufa hivyo ndio utakuwa umeenda. Na hata watu wa nyumbani hawezi fahamishwa kumbe kana kwamba kuna mtu amekufa, mtu yeye amekufa hapa, unazikwa tu hapo, utakuwa umeenda. Na kiongozi wa kanisa hilo, je, yeye alizikwa na sanduku ama hakuzikwa na sanduku? Hata yeye mwenyewe, unajua watu walikuwa naamini yeye ni Mungu, na wakati alikuwa anapita, watu walikuwa wanapiga magoti, watu wanaabudu, wanasema Mungu ndio huyo, watu wanaongea pole pole, lakini yeye alikuja akagonjeka. Mpaka hata waamini wa hiyo kanisa walikuwa wanashangaa, wanajiuliza Mungu amegonjeka aje? Hata wakati tulikuwa tunapatiwa hiyo information, nilijiuliza maswali mingi, kwa sababu wakati tuliingia tuliambiwa huyu ni Mungu, na ni Mungu mwenye hawezi gonjeka, hawezi kufa. Lakini baadaye alikuja akagonjeka. Mpaka wakati alikuwa anagonjeka, alikuwa anaita dadangu huyu Jacinta, anauliza Jacinta, na sasa mbona ulikata kwenda kuchukua result yako? Nilikuwa nataka nikupeleke shule, naona sasa maisha yangu sasa imekuwa mbaya. Jacinta alikuwa anasema sasa mimi nilishakubali nikae tu muamini, nisome tu sister, nikae tu hapa mimi niombe. Lakini hali yake iliendelea ikakuwa mbaya mpaka wakati ambapo alienda akakufa. Wakati alienda akakufa, tuliitwa, kila mtu aliitwa. Sasa unajua hiyo kanisa kuna partition, kuna huku chini na kuna another place. Sasa hiyo another place ndio mkubwa alikuwa amelazwa, unapita gate, unavuka gate, unapita mpaka the other place. Tuliita, tukaenda tukamuona, na hao tu kubaliwa kulia. Mpaka kuna marafiki zake wenye walikuwa naishi nje, si waamini wa kanisa, walikuwa watu tu marafiki zake kutoka nje. Walikuwa wanapigiwa simu, walikuwa wanakuja one by one, wanamwomboleza, wanatoa pesa kidogo. Mpaka sasa ilifika wakati sasa alienda akazikwa, lakini hakuzikwa na sanduku. Alivalishwa tu kanzo, akakuwa wrapped na manguo za white, akachimbiwa kaburi yake, akazikwa. Hata kaburi yake ilijengwa. Mbona watu wanaomba kwa kaburi yake? Ni rituals, hebu tueleze rituals zinafanywa pale. Sasa rituals zinafanywa na hakuna ritual yoyote, lakini watu walikuwa wanaenda tu kuabudu. Jua hapo alikuwa amezikwa, wakasema nitabu vizuri, wakajenga kanyumba. Sasa hiyo nyumba ilikuwa holy place ya kumkumbuka nayo, kwa ile maneno alikuwa anafanyia watu. Sasa watu wa kanisa walikuwa naamini alikuwa anasaidia watu, alikuwa anaponya wagonjwa. Sasa watu walikuwa wanaingia kwa hii room, watu wanaswali, watu wanaomba wakimkumbuka nayo. Sasa ilikuwa sehemu alizikwa. Kwa sasa uko nje. Je, unajiuliza kwamba nilikuwa nafanya kitu kibaya? Sasa kwa sasa hivi mimi naye nilikuja nikagundua kana kwamba hapo hakukuwa na future, na watu walikuwa na believe kwa ile kitu yenye hakuna. Na wale watu wanapata pesa wapi? Sasa pesa nayo unajua kuna hao wanawake wenye wanatembea kwa mastis. Kuna hata najua watu wengi wamewaona hao mama wanatembea kwa mastis, wanakuja Migori, wanaenda Nairobi, wako Kisumu, wako Kisii, wanatembea kwa mastis wakiomba pesa ya watoto ya mayatima. Wanatembea na vitabu wakiitisha pesa, saidia maskini, watoto wa mayatima, nini, vitu kama hizo. Sasa Wasamaria Wema walikuwa wanapatia wamama pesa, ndio ilikuwa inasaidia kanisa. Lakini what I know behind the church, kuna wenye walikuwa na sponsor kanisa. That's what I know. Kuna wenye walikuwa na sponsor kanisa na pesa, lakini ilikuwa kama siri yao. Hao ndio walikuwa wanajua siri yao penye pesa ilikuwa natoka, kwa sababu pesa nayo ilikuwa mpaka hata hiyo kanisa. Unaona vile hiyo gorofa imejengwa, ni pesa mingi, millions of money yenye imejenga hiyo kanisa. Sasa hatuwezi sema ati hii pesa yenye watu hao wasichana walikuwa wanaitisha pesa ya maskini ndio ingeweza kujenga hiyo magorofa. Kuna wenye walikuwa nje ya pazia, wenye walikuwa wanatuma pesa kwa kanisa.
lakini hawakuwa wanajulikana. Wewe ulikuwa umeketi pale kwa kanisa. Je, kuna wakati uliona maybe viongozi ama mtu yeyote watu wanaingia anapelekwa huko ndani juu ulikuwa mdogo ukaanza kuwa mkubwa? Watu wakipelekwa kuna wakati ulishaona watu wakiingia hapo, watu wenye wamejivaa vizuri wanaingia? Watu walikuwepo. Kwanza moso wakati mkubwa wa kanisa alikuwa, watu walikuwa nakuja wenye wako na magari makubwa, wenye wanafanya kazi kubwa, walikuwa wanakujanga mpaka hapo kanisani. Kama Wasamaria Mwema walikuwa wanakuja wanatoa pesa kama sadaka, wanatoa tu pesa tu nzuri. Ya kulipa school fee ya watoto. Tulikuwa tunawaona. Hata sasa hivi unaona kwamba pengine unaona kwamba bado kuna wenye wanaosaidia. Lakini kwa sasa hivi juu unajua hapo watu ni wengi. There are over 60 people. Sasa hatuwezi sema hii pesa yenye wanaokota ya kuombaomba inaweza lisha hao wote. Kitu najua kuna wenye bado wana sponsor kanisa. That's what I can say. Kuna wenye wana sponsor hiyo kanisa na pesa. Si pesa ya kusaidia maskini, yenye hao wamama wanatembea kwa streets. Hiyo ni pesa kidogo, haiwezi lisha hao watu wote. Juu kuna wenye wako hapa kanisani hawafanyi kazi, wamekaa tu. Hawaendi kazi, wako tu. Kazi ni kukula tu na kusali tu. Sasa kuna wenye bado wana sponsor kanisa, lakini hawajulikani, wako tu. Lakini watu wa kanisa wanajua penye pesa inatoka. Pesa mingi. Ni pesa mingi, si pesa kidogo. Kwa hivyo umesema kwamba watu walikuwa wanakuja wakati mkubwa alikuwa, watu walikuwa wanakuja na magari kubwa. So naona hata wako na advocate yao. Na advocate unajua analipwa tena pesa mingi. Sasa walikuwa na pesa hadi ya kulipa advocate. Advocate ni ya kanisa. Walikuwa na pesa ya kulipa advocate. Sasa tuwezi sema ati pesa ya kuomba ndio ilikuwa nalipa mpaka advocate. Advocate analipwa pesa mingi, over 100,000. Alikuwa analipwa pesa nzuri. Sasa kuna wenye walikuwa na sponsor kanisa. Hata huyu JC officer mwenye alikuwa amekufa, mwenye sasa alileta shida mingi hapa kanisani. Alikuwa anafanya kazi huko, lakini mshahara yake yote alikuwa analeta kanisani. Juu mtoto yake na bibi yake wote walikuwa hapa kanisani, walikuwa wanaishi hapa. Sasa pesa yenye alikuwa anapata mshahara yake alikuwa analeta hapa. Hata kuna times alikuwa anaenda anachukua loan, analeta hapa kanisani, watu wanakula na inakuwa deducted kwa mshahara yake. Na kwa hivyo unaona kwamba dada yako yuko pale, ungetamani nini? Sasa mimi nilikuwa na plead na DCI ya Rongo aachilie dadangu aweze akarudi nyumbani, kwa sababu kwangu mimi nilioshaongea na yeye ni kama amekubali kurudi nyumbani, kwa sababu hiyo maisha yenye bado wanaenda kuishi huko ni maisha mabaya hapo kanisani. Ningependa DCI wa Rongo waungane na hata governor anatakikana ajue hiyo maneno, wasaidie dada yangu Jacinta nao madada zangu wao wawili wao twins waweze wakatoka hapo kanisani warudi nyumbani, kwa sababu hapa hakuna future. Hiyo ndio kitu iko. Mimi nilikuwa nalia tu kabisa serikali iingilie hii maneno, aweze akarudi nyumbani. Na inasemekana some government official, polisi walikuwa nakuja hapo. Wengine wanasema polisi walikuwa naingia hapo, chief walikuwa naingia hapo. Chiefs walikuwa naingia. Tena hao machiefs walikuwa marafiki za watu wa kanisa kabisa. Walikuwa nakuja, hata saa zingine pesa ikipatikana machiefs walikuwa wanapatiwa hata pesa. Sasa machiefs hawangeweza kuingilia mambo ya kanisa sana, kwa sababu walikuwa nakulia kanisa. Kuna pesa walikuwa wanapatiwa behind the door. Kuna pesa walikuwa wanapatiwa, wanakula pesa ya kanisa. Sasa hata kitu kibaya kitendeka hapo kanisani, hawangeweza kuingilia kwa sababu walikuwa nakulia hapo. Hata kuna mapolisi pia walikuwa nakujanga wanakaa tu hapo, walikuwa marafiki za watu wa kanisa na kuna pesa walikuwa wanapatiwa. Sasa hata kitu kibaya kifanyika hapo kanisani, hawezi chukua action yoyote. Na kwa sasa wewe unaona kuna future pale? Pale hakuna future. Hakuna future kabisa. Juu hata kuna marafiki zangu tulikaa nao hapo kanisani, ambapo hata wakati nilitoka hapo kanisani nikakuja sasa kumaliza masomo yangu huku nje, walibaki hapo, lakini baadaye walitoka wakanipigia simu wakanilia, Frank, kumbe hapa iko na future. Wewe ulipiga mahesabu mapema, wewe umefaidika, sisi tumehangaika, tumerudi nyumbani, tuliacha shule mapema tukiwa primary school, hatuwezi rudi shule, future yetu imeharibika. Wewe ulipiga mahesabu mapema. Hata wao wenye wamebaki kanisani hawana future, kwa sababu maisha hapo kanisani ni maisha mengine unaishi,
lakini iko wakati sasa maisha inaenda na inakulemea, kwa sababu si maisha ile mazuri. Kuna wakati unaenda mpaka unafikiria sasa watu ya nyumbani, ambapo sasa inakubidi sasa ukimbie urudi nyumbani. Sasa wakati utarudi nyumbani unapata kama kuna ile kitu umemake, uko tu hivyo hivyo, hauna watoto, hauna bibi, uko tu hivyo hivyo, haujasoma, hakuko na mambo ya kuzaa. Lakini kuna wasichana ambao walikuwa wanaenda in an extent, wanavunja sheria ya kanisa, wanafanya urafiki na watu wa nje, mpaka walikuwa wanashika mimba, wanakuja wanazaa hapa kanisani. Lakini baadaye walikuwa wanafukuzwa. Ukishajifungua hapa kanisani ulikuwa unafukuzwa. Mtoto naye alikuwa anabaki hapa hapa tu kanisani. Haukuwa unaruhusiwa kuchukua mtoto. Wale wa mama wazee ndio wana brainwash au wengine wote. Hiyo ni kweli. Hawa mama wazee ndio walikuwa na brainwash hawa wasichana wadogo. Walikuwa wana brainwash kabisa. Juu sasa unaona hawa mama wazee ni hawa mama ambao hawana future, waliachana na mabwana zao miaka ya kitambo, 1990s huko. Kitambo sana. Sasa hao ni wale watu ambao future yao ilishaharibika. Sasa hawawezi takia mazuri au wasichana wadogo. Sasa walikuwa wana brainwash. Hata huyu dadangu kuna mama mzee alikuwa na brainwash. Alikuwa alikuwa karibu na Jacinta kabisa. Na sasa yeye ndiye alikuwa kama advisor ya Jacinta. Ndio maana unaona Jacinta anakaa hivyo. Hata ndio maana alikuwa anaongea vibaya kwa social media. Je, unaona kwamba sister yako anaharibiwa maisha? Anaharibiwa maisha kabisa. Na dadangu ni mtu mwingine bright. Alisoma, alipita mtihani vizuri. Ako bright. Ni mtu amesoma, ameenda shule, amesoma kabisa, ako sawa in education. Lakini hapo sasa hana future. Kubusa sasa hii miaka tena imeenda. Hakuna step yoyote ameenda. Hapo tu hapo amekuwa brainwash na hawa mama wakubwa. So inasemekana pale kuna wasichana ambao wamepita, wamepata B. Wako wengi. Kuna wasichana wenye walienda shule wakapita, wamepata B, lakini sasa hakuna kosi yote walienda. Waliambia sasa kama umemaliza form 4, unataka tena kuenda course? Ati nilikuwa nataka niende nifanye course nyingine ama niende university. Lakini kuna mama wakubwa walikuwa wanakuja wanawaambia hakuna haja ya kwenda university. Sasa masomo itakusaidia na nini? Masomo haiwezi kusaidia maishani. Ni mambo ya Mungu ndio itakuja kukusaidia. Hakuna haja ya kwenda kuharibu pesa ati unataka kwenda university, unataka kwenda course, unataka kwenda college. Hiyo kanisa ilikuwa inasema nini kuhusu education? Sasa hiyo kanisa hawakuwa wana believe in education sana. Hawakuwa wanapenda mambo ya education. Lakini vile kuna wakati serikali iliingilia mambo ya kanisa, wakalazimishwa wapeleke watoto shule. Lakini hawakuwa wanapenda mambo ya masomo sana. Ni watu ambao hawapendi mambo ya masomo. Kwa sababu hata hapo kuna wenye wajai kanyaga hata shule. So that church is well connected. It is well connected. Yeah.